Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Tuko katika kitabu cha Kutoka. Tumefika sura ya 12. Tuangalie ahadi nyingine hapa. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu na pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Kisha kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake na za ndani. Wala msisaze kitu chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, bila shaka unafuatana nami ni tumaini langu na furaha yangu kuona unafuatana nami. Barikiwe sana. Tumefika kwenye ahadi nyingine hapa. Tunakutana na habari ya ajabu hapa. Wana wa Israeli wako katika nchi ya Misri, siku zao za mwisho au wakati wa mwisho. Mungu akawatokea Musa na Haruni akawaambia, tangu leo huu utakuwa mwezi wa kwanza kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza na wa mwaka wa kwanza kwenu. Anasema jambo lingine, anamwambia, yani hapa kwanza anawaambia, kuanzia sasa mtaanza kuhesabu, huu ni mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza kwenu. Sasa akawaambia, siku ya 10 kila familia itwae mwana kondoo, ichukue mwana kondoo mmoja, imuandae mwana kondoo mmoja. Tarehe ya siku ya 10 ya mwezi huu kila familia ichukue mwana kondoo mmoja, imuandae kwa ajili ya Pasaka. Ndivyo alivyowaambia. Na akasema kama familia ni ndogo, basi waungane na jirani kadiri ya ulaji wao, waandae mwana kondoo mmoja. Na huyo kondoo asiwe na ila, maana yake awe safi, kondoo wa mwaka mmoja ama mbuzi wa mwaka mmoja, aliye safi maana yake asiye na dosari. Anasema itakapofika ile siku mtamchinja jioni, siku ya 14 mtamchinja jioni na mtamchoma. Msimtokose, yani msimpike, lakini mtamchoma kwa moto. Mtakuwa na mikate sio chachwa na mboga za uchungu mtakula. Na namna ya kula, anasema mtakula hivi: msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, maana yake iliyochomwa. Halafu anasema namna ya kula tena, mtamla hivi:
mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana yake anawaambia hii namna ya kula itakuwa tofauti na mlivyozoea. Mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu, na fimbo, takuwa na fimbo kononi mwenu. Ni mtamla kwa haraka, maana ni Pasaka ya Bwana, ni Pasaka ya Bwana. Hii ilifanyika siku ya 14 ya mwezi wa kwanza kama alivyowaambia. Sasa hiyo ilikuwa ahadi kwamba mtamla kwa mtindo huo. Jambo lingine la ajabu ambalo aliwaambia hapa: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama na wa wanadamu. Lakini pia atasema nitashughulika na miungu ya Misri, nitashughulika na miungu ya Misri siku huo huo. Kwa hiyo maana yake anawaambia usiku huo nitawaua wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama na kushughulika na miungu ya Misri. Maana yake ni kwamba anawaambia nitawadhoofisha wa Misri ili kuwaruhusu ninyi. Nitawadhoofisha kwa kuwaua wazaliwa wao wa kwanza. Kumbuka, mtu akishafiwa hana nguvu tena, hawezi kufanya chochote, anaanza kushughulika na msiba tu. Ndicho kilichotokea. Namna ya kuwakomboa Waisraeli ilikuwa ni hiyo. Mungu aliwaua wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama, na kushughulika na miungu na kuponda udhaifu na kufanya na kuwaponda kabisa na kuondoa kabisa nguvu ya Wamisri kwa Israeli. Ilikuwa ni kuwaua wazaliwa wa kwanza wa watu wao, wa wanyama na miungu yao, maana walikuwa wanaabudu miungu. Mungu akapigana na miungu yao na akaidhoofisha kabisa, kuwapa ruhusa Waisraeli watoke katika nchi ya Misri. Mpendwa mtazamaji wangu, jambo hili ni muhimu sana. Mungu ameahidi kuwadhoofisha maadui zako. Unaogopa nini? Jiandae kuondoka, jiandae kuondoka. Hii ilikuwa ni Pasaka ya Bwana. Pasaka maana yake ya ukombozi wao. Pasaka maana yake ya ukombozi, kukombolewa kwa Waisraeli kutoka katika utumwa mbaya wa Wamisri na kupelekwa katika nchi yao ya ahadi. Je, haujakombolewa bado? Basi kama hujakombolewa, simama ukombolewe. Simama ukombolewe. Yesu ameahidi, Mungu ameahidi ukombozi kwa Waisraeli hapa na amefanya hivyo. Ngoja nikwambie, yawezekana kuna miungu ya familia inakusumbua, yawezekana kuna miungu ya jamii yako inakusumbua. Mungu ameamua kuja kupigana nayo na kuidhoofisha, kuache huru mbali na hiyo miungu. Yawezekana wazaliwa wa kwanza wa maadui zako bado wako hai, lakini Mungu hapa anaahidi kuwaangamiza na kuwaharibu kabisa, ili wewe upate kukombolewa. Maadui huwa wana tabia ya kumdhoofisha mtu. Maadui huwa wana tabia ya kuwanyong'onyeza watu, lakini maadui hao Mungu ameamua kupambana nao ili akuweke huru, wewe usidhoofike ile wao wadhoofike. Karibu tena kwenye kipindi kijacho. Mimi naamini utaendelea kwa imara. Usiogope, maana Mungu ameahidi kupigana na maadui zako. Usiogope, maana Mungu ameahidi kukukomboa. Jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe sana na tukutane wakati ujao. Amen.